Kwanza kabisa tukiongelea Tume ya Taifa ya UNESCO, mara nyingi watu wengi hawawezi wakatofautisha kati ya Tume ya Taifa ya UNESCO na UNESCO. Lakini kwa kifupi sana ni kwamba UNESCO ni shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni, na Tume ya Taifa ya UNESCO ni taasisi ya serikali chini ya Wizara ya Elimu yenye majukumu ya kuiunganisha serikali yetu na UNESCO. Hapa katika maonyesho ya Maksatu, kwanza tumeshiriki ikiwa ni fursa ya kukutana na wadau mbalimbali, kuwaeleza fursa mbalimbali ambazo zipo katika UNESCO, shughuli zetu na matokeo mbalimbali ya kazi ambazo zimefanyika hapa nchini. Lakini kuwepo kwetu pia hapa imekuwa fursa kubwa ya kupita katika shule mbalimbali ambazo zimepata ufadhili mkubwa wa serikali, ambapo vijana wetu wanajifunza masomo mbalimbali ya ufundi. Tumetembelea hizi shule kwanza kabisa kutaka kuangalia kama kuna muunganiko wa kile wanachojifunza na mahitaji ya soko. Tumeona ujuzi mwingi unaofundishwa katika hizi shule ni ule ambao unatumika moja kwa moja katika soko la ajira, hawa vijana wakitoka hapa. Na hii inatupa faraja na kuendelea kushauri sasa hizi shule ni chache, ziongezwe ziwe nyingi, kwa sababu zitapunguza vijana wasiokuwa na ajira hapa nchini. Lakini pia vijana wanaopita katika hizi shule, uwezo wao wa kufikiria, uwezo wao wa kuchakata mambo ni tofauti kabisa na wale wanaosoma shule za kawaida, kwa sababu hawa tayari wameshafikiria ujasiriamali, wanafikiria uwekezaji, wanafikiria kuingia sokoni, wanafikiria mbinu mbalimbali za namna ya kupenya katika soko la ajira. Tayari wako katika hatua ambayo ni kubwa sana, na ndio hatua ambayo inatakiwa iwe kwa vijana wengi wa hapa nchini. Badala ya kufikiria vitu vidogo vidogo visivyokuwa na faida, hawa vijana wanafikiria namna ya kupata kipato, wanafikiria namna ya kuboresha mambo mbalimbali katika nchi yao, wanafikiria namna ya kuboresha maisha, kuboresha miundombinu, kuboresha afya, kuboresha mazingira. Kwa hiyo tayari katika kuelekea dira yetu ya 2050 tayari tumeshapata jeshi kubwa ambalo kwa kweli sasa hivi lina machi kutupeleka kwenye dira hiyo. Kwanza kabisa kwa sasa kuna changamoto kubwa ya ukosefu wa ajira hapa nchini, na sio tu nchini, duniani kote. Kutokana na changamoto hii ya ukosefu wa ajira ni kwamba kweli kabisa vijana wengi hawana kazi, lakini kazi za kufanya zipo siku zote, tena nyingi. Lakini mfumo wetu wa elimu kabla ya mabadiliko ya mtaala ulikuwa hautoi vijana wenye ujuzi wa kuweza kuchukua fursa zilizopo katika soko la ajira. Serikali ililiona hili na pia aliliongelea sana Mheshimiwa Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda kwamba lazima tubadilishe mtazamo. Badala ya kuzalisha watu wa kutafuta kazi, tuzalishe watu ambao kazi zinawatafuta, watu ambao soko linawahitaji, na ndio tunatakiwa tuwazalishe kwa wingi kwa sasa. Serikali ilivyoanza huu mtaala mpya wa amali, tayari tunaona vijana wanaopata ujuzi, na tumeona ambao wamemaliza, ambao tayari wamejiajiri na wengine wameajiriwa, na kwamba hawa wanaomaliza hawatembei na vyeti barabarani kutafuta kazi, kwa sababu kazi zinawasubiri. Kwa hiyo tuipongeze serikali kwa kazi kubwa aliyoifanya Rais wa awamu ya 6 Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuhakikisha kabisa kwamba mfumo wetu wa elimu unabadilishwa na unaboreshwa, na tunaenda katika mfumo ambao unajali ujuzi na weledi wa vijana, lakini pia tunazalisha vijana ambao soko linawatafuta, kiasi kwamba hakuna anayekosa kazi, kwa sababu kazi ziko nyingi zinawatafuta wenye ujuzi. Lakini hizo kazi zinazotafuta wenye ujuzi, wasiokuwa na ujuzi wanaendelea kutokuwa na kazi. Kwa hiyo nirejee ule wito
aliyoutoa Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda, ya kwamba wale wote ambao hawana ujuzi, hata kama ana degree, ana diploma, ana certificate ya masomo ambayo sio ya ujuzi, basi tuwakaribishe VETA wasome aina mbalimbali za stadi za ujuzi za amali ambazo zinahitajika sokoni, ili tuendelee kupunguza idadi ya vijana wa Kitanzania ambao hawana ajira. Katika swala la ujuzi, mambo ya kuangalia kwanza ni aina ya maendeleo ambayo taifa letu linayatamani au linayaangalia kwa siku za usoni, ambapo kwa bahati nzuri yameelezwa vizuri kwenye dira yetu ya maendeleo ya 2050. Kwanza kabisa tunahitaji watu wenye ujuzi kwenye upande wa kilimo na chakula na misitu. Hili eneo litaongoza uchumi wa nchi yetu, kwa sababu kuna uwekezaji mkubwa unatakiwa kwenye kilimo cha mazao, kilimo cha mimea dawa, kilimo cha miti ya aina mbalimbali ambayo inatafutwa kwenye soko la dunia sasa hivi. Lakini hapo hapo kuna uwekezaji mkubwa sana katika uboreshaji wa miundombinu, mafundi wenye uwezo katika maeneo ya miundombinu, mafundi bomba, mafundi ujenzi, mafundi wanaweza wakatengeneza madaraja, mabarabara. Maana nchi yetu tunaelekea mahali ambapo tunahitaji tuwe na mabarabara ya kisasa, nchi ipitike. Lakini ili tufike hapo tunahitaji tuwe na mafundi, tunahitaji tuwe na wataalamu wa umeme ambao ni wazuri, watakaotuwezesha kufanya mambo makubwa. Maana sasa hivi tuna umeme wa uhakika nchi hii, lakini umeme sio tu wa kuwasha taa nyumbani. Umeme huu unatakiwa uzalishe bidhaa. Tunahitaji wataalamu, tunahitaji viwanda vidogo vidogo, tunahitaji viwanda vya kati, tunahitaji viwanda vikubwa. Vyote hivi vinahitaji wataalamu, tunahitaji wachakataji wa bidhaa mbalimbali. Sasa hawa wote wanafundishwa katika vyuo vya FDC na vyuo na shule za amali, kwa maana kwamba hizi shule ndiyo msingi mkubwa wa maendeleo ya sayansi na teknolojia katika nchi yetu kwa sasa, na ambapo hata kwa baadaye tunategemea tuwe na mapinduzi makubwa zaidi. Kwanza, vijana, napenda kuwapa wito kwamba kuna juhudi nyingi ambazo zinafanywa na serikali ya awamu ya 6 ya Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye amewajali vijana na anataka hakikishe hakuna kijana mwenye maisha mabaya nchi hii, hakuna kijana asiyekuwa na ajira nchi hii. Kwanza nianze na mpango wa majaribio unaofanywa na Tume ya Taifa ya UNESCO. Tume ya Taifa ya UNESCO kwa sasa hivi inafanya mradi wa majaribio wa kuangalia wale vijana ambao hawakumaliza shule ya msingi, alikomea labda darasa la kwanza au la pili au la tatu au la 4 au la 5 au la 6, hakumaliza darasa la 7. Hawa vijana katika wilaya za Geita, Masasi na eneo la Unguja wanapewa mafunzo kwanza ya kusoma, ya kuandika na kuhesabu. Baada ya hapo, kulingana na eneo, wanafundishwa masomo ya ujuzi, na baada ya kupata ujuzi ambao unatumika moja kwa moja sokoni, hawa vijana wataingia sokoni, wataanza kufanya kazi sawa na yule kijana aliyemaliza darasa la 7 au form 4 na au yule aliyepita vyuo vya ufundi. Baada ya huu mradi kufanikiwa katika haya maeneo matatu, nao tutausambaza nchi nzima kuhakikisha kwamba hamna kijana wa Kitanzania anayeachwa nyuma, kama anavyoelekeza rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini pia vijana ambao wamemaliza shule za msingi na sekondari, ambao wako mtaani, hawana ujuzi, hawana kazi, tupende kuambia kwamba kuna fursa ambazo serikali imezitoa za VETA na vyuo vya FDC. Hawa vijana wanakaribishwa wote kujiunga na vyuo ambavyo viko karibu na maeneo yao, kujifunza ujuzi wowote wanaopenda, ambao moja kwa moja baada ya mafunzo wataingia kazini na watakuwa na ajira
na tutaondoka kwenye umaskini, na tutaondoka kuwa na vijana ambao hawana ujuzi, ambao hawana kazi, na ambao wanashinda vijiweni na kufikiria labda kuvunja nyumba za watu au kukaba watu. Hili litapungua sana na huenda likaisha kabisa kwa Tanzania.